Ukristo ni maisha. It is life. Na haya maisha unanifuata vizuri eh? Haya maisha ya Ukristo yana utaratibu ambao yamewekewa na mbingu. Ukristo ni maisha ambayo yamekuwa orchestrated na mbingu yenyewe na sio mwanadamu. Yaani yametengenezwa. To orchestrate ni kufanyaje kwa Kiswahili? To orchestrate. Maana mna watu wanajua kwa nani hapa? Kwa Kiswahili hilo neno afu mna graduate kibao wanaangalia chini. Hii ndio nilisikia kwamba watu wanamaliza degree hawajui Kiingereza, ndio hii. To orchestrate. Kutengeneza au kuzalisha. Kwa uunda sawa. Ni maisha ambayo yameundwa na kutengenezwa na mbingu yenyewe. Ukristo. Na unisikize vizuri sana. Ukristo sio kitu ambacho wanadamu walikaa wakakibuni. Ndio maana Ukristo, kwa mfano wokovu, maana kuna mambo mawili lazima mjue. Dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu, ambao ni kazi ngumu sana na actually haiwezekani. Lakini wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu, ambao ni very easy, anakufikia tu mara moja. Sasa leo nataka kufundisha kitu ambacho labda kijazoeleka sana. Niliwahi kukigusia sometimes back, lakini leo nataka kukifundisha tena nione. Nataka okay, labda niwaambie kitu kimoja. Mimi nimeamua kufundisha reality ya Biblia. Mimi napenda kufundisha reality ya Biblia. Mungu akubariki sana. Nilikuwa sijakubariki. Si unajua? Nataka kufundisha reality ya Biblia. Na sio ambacho nimewahi kusikia. Nataka nifundishe ambacho ninasoma na kukiona. Sawa sawa? Sasa leo nataka tujifunze kitu kinaitwa utakatifu. Andika. Utakatifu au holiness. Utakatifu. I don't know kama nitakifanya vizuri sana kwa sababu ya sifiri kama mwili wangu una energy ya kutosha. Lakini Mungu atanisaidia. Utakatifu. Several times tumesikia neno utakatifu. Neno utakatifu sio geni kwenye masikio yetu, kwenye masikio ya mtu yeyote. Yaani utakatifu hata ukimwambia mlevi pale baani ameshalisikia mara nyingi sana. Na kumekuwa na tafasiri mbalimbali au uelewa mbalimbali juu ya neno utakatifu. Na mara nyingi sana mimi tangu nimeokoka miaka ya 80 mwishoni pale, nikiwa mwanafunzi 87 88 pale, nikiwa mwanafunzi chuoni, nimesikia mahubiri ya utakatifu mengi sana. Mengi sana, kila siku kwenye watakatifu na msisitizo wa kuwa mtakatifu. And it's very important. Sasa hapa nyuma nataka kuwa connect kwenye kitu kimoja. Mnakumbuka tumejifunza mambo kadha wa kadha, lakini mwisho hapa tulijifunza Yesu kama hekalu. Mnakumbuka? Lakini tukajifunza jinsi Yesu alivyozungumza juu ya hekalu, yeye hekalu kubomolewa, kwamba baada ya siku 3 atafufuka, kwamba atalimaliza hekalu baada ya siku ngapi? Tukasema anazungumzia maisha yake mwenyewe alipokufa na kufufuka, alright? Lakini pia tukaja tukaona jinsi ambavyo kufa na kufufuka kwake kulilenga kuzalisha mahekalu mengine ambayo ndio sisi tumefanyika kuwa hekalu la nani? La Mungu. Are we together here? Sasa hii kama Yesu anaitwa hekalu, now come with me. Kama Yesu anaitwa hekalu na amezalisha mahekalu, hekalu limezaa hekalu. That means hekalu hili na hekalu hili hayana tofauti. Yanafanana. Yanabeba utukufu ule ule, yanabeba nguvu ile ile, yanabeba yani uweza ule. Kwa ujumla ni kitu kile kile. Naeleweka mpaka hapo? Ninaeleweka? Mbona nianzie huko kwanza? Na sasa tunakuja kwenye utakatifu. Nataka unisikize vizuri na utaelewa. Naomba Biblia inavyosema mnipe kwenye waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza, mstari wa 14 mpaka 16. Waraka wa kwanza wa Petro. That's where I'm going to start. Waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza, mstari wa 14 hadi wa 16. Now watch here. Tusome wote hapa. Hebu nasoma unaangalia hapa. Kwa kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Mstari unaofuata wa 15 anasema bali kama yeye. Now let's deal with the language here.
Tushughulike na lugha hapa. Bali kama yeye alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika maneno yenu wote. Now watch here. Anasema kama yeye. That means tunapaswa kuwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Kwa hiyo kiwango cha utakatifu ambacho tunatakiwa kuwa nacho sisi watoto wa Mungu lazima kiwe ni kiwango ambacho Mungu anacho. Tuko pamoja mpaka hapo? Lazima uwe kwenye kiwango cha utakatifu kama cha Mungu. Sio cha kwako, hamna namna hiyo. Lazima ukue ufike hapo. Na ulisa nasema bali kama yeye alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Mstari wa 16 anasema hivi, kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. We together here. Now, hii inatuonyesha tu Mungu anataka tuwe watakatifu, lakini kiwango cha utakatifu ambacho Mungu anataka tuwe nacho lazima kifanane na cha kwake. Lazima kifanane na ukinifuata vizuri, wewe nifuate vizuri, kule mbele tutaconnect. Na lazima nimalize leo. Hii lazima niimalize leo. Kwa hiyo jipange kunisikiliza vizuri sana. Amen. Nasema amen. Mtu mwingine usiwaze binti, usiwaze, wewe nisikize mimi. Usihame hapo. Mimi ukihama na kuona na kufuata hapo hapo. Hallelujah. Nasema hallelujah. Na I have a reason. Nina sababu kwa nini nafundisha hii kitu. Sasa tunazungumzia uamsho, tunazungumzia revival. Nafikiri watu wengi sana hawajajua hata maana ya hii revival. You remember the other time nimewafundisha kuhusu ufahamu juu ya Yesu? Mnakumbuka? Hebu naomba mfuatilie nilichokuwa nafundisha tangu mwaka huu unaanza mpaka sasa hivi. Hebu connect haya mafundisho uone na ninalenga nini kwako. Mungu analenga nini ndani ya maisha yetu? Kwa wewe ambaye ulikuwa unapatikana, fuatilia, afu utaona. Now listen. Ametuambia kama yeye alivyo mtakatifu, basi nasi tunapaswa kuwa watakatifu kwa kiwango hicho. Tunapaswa kuwa watakatifu. Na unataka uelewe kwanza hii utakatifu. Utakatifu umegawanyika katika makundi. Kuna utakatifu wa mtu kama muamini anakuwa mtakatifu. Lakini kuna utakatifu wa vitu vinaitwa vitakatifu. Follow me, unaweza kaandika, sio mbaya. Kuna utakatifu wa vitu. Lakini kuna utakatifu wa maeneo, ardhi au sehemu fulani au mlima fulani unaitwa mtakatifu. Now this I'm going to tell, naenda kuifafanua hii vizuri na utaelewa. Sasa mtu wa maandiko, naomba unipe Kutoka sura ya 3 mstari wa 5. Haraka kwa sababu leo amwine hari. Haraka. Kutoka 3:5. Kutoka 3:5. Kutoka 3:5. Naye akasema usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Sasa kuna piece of land ambapo Mungu yuko pale, anapatikana pale. Presence ya Mungu yuko pale. Ameitenga kwa ajili ya kazi yake, for that moment of time. Kwa kipindi hicho ambacho anafanya kazi. Anamwambia Musa, vua viatu hapa. Unanifuata vizuri hapa? Come on. If you are not ready, I can't continue with this. I want ready people. Nataka utayari wa hali ya juu sana wa kusikiza ninachokifundisha leo. Kama nikiona utayari haupo, I won't continue. Sababu nataka hii kitu ikae. Nataka ieleweke. Amen. Sitaki uondoke na confusion hapa. Nataka hata mtu mwingine akiquestion popote, kwa nini huyu anasema hivi, uwe na uwezo wa kumfundisha. Si mnanielewa? Mnanielewa? Na nataka nikuhakikishie nafundisha kitu ambacho sina shaka nacho, na nakwambia hakuna mtu anaweza question akawa na majibu ya kuchallenge kitu. Hayuko duniani. Sasa mimi nimetoa kwenye Biblia, sikutoa mtaani. Haleluya. Nasema haleluya. Sasa Mungu anamwambia Musa, vua viatu vyako, mahali hapo ni mahali patakatifu. Na Mungu alikuwa ameapia hapo, presence yake imekuja hapo. Kwa muda huo ana operate hapo. Kwa hapo mahala amepatenga kwa ajili ya kazi yake. Kwa anapaita mahala hapa ni patakatifu. Now most of the time tukisikia watu wakisema utakatifu, wanasema utakatifu ni kutengwa kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Sawa, lakini kutengwa kwa ajili ya Bwana ni kwa vitu na mahala, sio mtakatifu wa Bwana. Sio muamini.
Kwa muamini nitaieleza vizuri sana na utaelewa. Sawa sawa? Now listen, anamwambia vua viatu. Ilikuwa nje, lakini listen. Leo hii Faye upo. Leo hii ukifika hapo mahala, kwa mfano, ukifika pale ambapo Musa alisimama, bado panaitwa patakatifu? Bado panaitwa patakatifu? Hapana, ilikuwa kwa ajili ya palitengwa wakati ule tu. Mungu akapatumia afu ikaisha. Sawa sawa? Tunaendelea mbele. Na tuende tena Kutoka 19:6. 19:6. Kutoka 19:6. 19:6. Anasema, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndio maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Sasa nyakati hizi Mungu anazungumza akiitaja Israeli kwamba ni taifa takatifu, kwa sababu ndio taifa pekee lilokuwa na Mungu duniani. Alikuwa anadili na hilo tu. Anakuja duniani kupitia fahili, katika kupitia ukoo fulani, akaufanya kuwa taifa, akautenga kwa matumizi yake ili aufikie ulimwengu. Hapo mmenielewa? Kwa alitenga a group of people ambao wanaitwa Waisraeli ili aufikie nini? Ulimwengu. Kwa hawa kweli walitengwa kwa ajili ya Bwana. That time, huko, sio sasa, wakati ule. Sawa sawa? Nasema sawa sawa? Kwa walitengwa awatumie hili taifa, apitie hii taifa la Israeli, aufikie ulimwengu wote. Kwa aliwatenga kwa kazi hiyo. Mmeelewa sasa? Hapo ndipo neno utakatifu ni kutengwa ulipozaliwa, kwa taarifa yenu. Na tuendelee. Kutoka 28. Haraka, Kutoka 28. Let's go. Kutoka 28. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kwa maana nyingine kuna siku pia aliziita takatifu. Kuna baadhi ya siku, kwa mfano hii siku ilitengwa ya Sabato, ikatengwa kwa ajili ya ibada tu. Siku ya kumwabudu Mungu, siku ya kumkumbuka Mungu, ikaitwa Sabato. Wakati huo, ninarudia, wakati huo, not now. Sawa sawa? Tuende mbele. Zaburi ya 48:1. Zaburi ya 48 mstari wa kwanza. Zaburi ya 48:1, twende. Tayari? Bwana ndiye aliye mkuu na mwenye kusifiwa sana katika mji wa Mungu wetu, katika mlima wake mtakatifu. So even some of the mountains, kuna mlima ulitwa mtakatifu kwa sababu God was, presence ya Mungu ilikuwa inapatikana hapo. Kwa wakasema mlima ni wa Mungu, ni mlima mtakatifu, umetengwa kwa ajili ya kazi ya nani? Ya Mungu. Hata kuna maeneo Mungu alikuwa anakutana na watu, yanakuwa ni matakatifu, yanatengwa kwa ajili yake for that moment of time. Hali takatifu likaendelea kuwa takatifu. Kuna milima, kwa mfano hii milima inaitwa mlima wa Mungu. Leo ukienda unaitwa mlima wa Mungu tena. Utakuta kajina kajabu tu kingine hapo. Yaani mlima Kisigino, mlima kako hapo. Kaliitwa hivyo kwa sababu hapo wakati ule tuko pamoja. Now, hivyo hii ni baadhi ya vitu nimetoa mfano, sitaendelea kutaja hivyo. Ni baadhi ya vitu ambavyo nataka kuonyesha kwamba kuna vitu vinaitwa vitakatifu for a reason. Sio kwa sababu na venyewe vinafanana na sisi. Utakatifu wetu sisi kama waamini haufananishwi na kitu kingine chochote. Tunaelewana? Ndio maana hekalu la kuabudia liko linaitwa takatifu. Sasa Mungu limetengwa ile hekalu kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa ajili ya ibada. Na mle ndani ya hekalu napo utakatifu ulikuwa na viwango. Kuna mahala pengine wanaitwa patakatifu, patakatifu. Yaani penyewe ni zaidi ya kwingine huku. Sababu kule kulikuwa na sanduku la agano, presence ya Mungu inakuwa huku, hauingii hovyo, kuna mambo kama hayo. Kwa hiyo palikuwa kwa wale ambao tulisoma mlikuwepo wakati tunafundisha juu ya hekalu, I think you remember what I said, si ndio? Mungu abariki. Kama ukuwepo, kwa kweli silaumiwi na mtu yeyote. Amen. Nasema amen. Mimi nataka niwafundishe vitu ambavyo ni Ukristo. Sitaki bla bla. Wasitaki kukutia moyo. Nataka uwe jemedari. Yani unajitambua, unajua nini unafanya, you can stand anywhere. Jangwani still unaweza kusimama hata jangwani. Wewe mwenyewe unaweza kushinda. Sema amen. Jitambue. Hallelujah. Nasema hallelujah. Nasema hallelujah. Now, tuangalie, amesema tuwe watakatifu, lakini tukumbuke kitu kimoja.
Wakorintho wa kwanza 1:30 kuna kitu nataka tukiangalia hapo. Wakorintho wa kwanza 1:30 kuna baadhi najaribu kujenga, bado najenga msingi wa kuja kukufundisha hapo mbele nini utakatifu. Listen to this. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kuwa hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Now watch here. Anasema tuache vingine vyote, haki na nini, lakini amefanyika kuwa utakatifu. Yeye amefanyika kuwa nini? Utakatifu. Yanakuelea haya? Yeye amefanyika yeye mwenyewe kuwa utakatifu. So unakuwa mtakatifu to start with kwa sababu yeye aliye utakatifu anakaa ndani yako. Ndio, kwa hiyo lazima ujue utakatifu ni matunda ya neema. Utakatifu ni tunda la neema. It's not for a struggle or it's not by works. Hakuna kitu unaweza kufanya. For instance, unaweza kusema ninafunga siku 21 kutafuta utakatifu. You are wrong. You are totally wrong. Huwezi kufunga kutafuta utakatifu. Unaweza kufunga kuimarisha ushirika wako na Mungu. Sawa sawa? Lakini sio kutafuta utakatifu. Utakatifu ni very automatic ukimpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yeyote ambaye kwa kumaanisha amempa Yesu maisha yake ni mtakatifu. Ni mtakatifu. Ni mtakatifu mtu huyo. Lakini huu utakatifu kama ulivyokuwa ndani ya lile hekalu, nao una grades zake. Nitakuonyesha una viwango, unakuwa. Sema amina. Yanakuelea haya. Hebu Warumi 8:32. Warumi 8:32. Sifa twende chap. Warumi 8:32. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Yeye asiyotoa mwanae. Now the meaning is, maana ili andiko hili hapa nisikilize. Huyu Mungu asingeweza kumtoa mwanae pekee. Mnakumbuka tulijifunza the only begotten son. Mnakumbuka? Who is in the bosom of what? Of the Father. Okay. Sasa anasema wale ambao mkuwepo kama hapo wanapigwa nje tu. Hicho na hicho wamejifunza. Watu wako mbali hapa sasa hivi. Na mnanifurahisha siku hizi. Safi sana. Nisikilizeni sasa. Wacha nikupe vitu vya kumaliza maisha leo. Amen. Anasema hivi, huyu mwana, huyu Yesu Kristo, Mungu Baba, ilikuwa haiwezekani kumtoa. Haiwezekani kumtoa. Haiwezekani. Nana na watoto wengi hapa ndani. Umezaa watoto wengi kidogo. Unao wangapi? 6. Unaweza kutoa mmoja zawadi mara? Inawezekana? Unaweza kutoa mmoja zawadi. Tufanye hivyo, tuchukue kibinadamu tu, tuachane ile ya kimungu. Unaweza kumtoa mmoja za mahala? Maana kuna dada mmoja kipindi fulani alikuwa na rafiki yake anampenda sana. Yule rafiki yake ana struggle wapati watoto, kaolewa wapati watoto. Alafu yeye akamwambia, mimi nikiolewa nikizaa na ugawia mtoto. Akasema kweli, akasema nakupenda sana. Kweli, huyu dada akazaa watoto 6. Yule akaenda kumkumbusha, ulisema utanipa mtoto. Akasema nisamehe tu. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Impossible. Ni ngumu sana. Akasema kwa hiyo ulikuwa unadanganya. Akasema sikudanganya. Sikujua maana ya mtoto before. Now I know. Now I know. Si mnanielewa? Akamwambia kabisa, now I know. Sikujua maana ya mtoto. I thought it was just easy. Unajua mimi sikulelewa na mama, tunajua mama alinitelekezaga. So I knew it's just easy. Mbona mama aliniacha? Mimi nikaacha mmoja. Kumbe sio hivyo. Huyu binti alikuwa amezaliwa na alienda kufanya kazi za ndani, housemaid. Mtoto wa nyumba hiyo impregnant, kampa mimba, ujauzito. Sasa kazi ilivyoisha wakamwambia wewe nenda, mtoto anabaki hapa. Si amezaliwa hapa mtoto wetu, kazaliwa na mtoto wetu. Kwa hiyo alikuwa hana option. Kwa hiyo sio kwamba alimtelekeza, hakuwa na namna. Yeye aliona kama ametelekezwa na akamchukia mama yake. Without knowing kwamba naye hata yeye angekuwa yeye angemwacha tu. Hapa si naeleweka? Naeleweka vizuri Sasa haikuwa rahisi, nifuate vizuri. Haikuwa rahisi Mungu mtoa mwana. Haikuwa rahisi, lakini Biblia inasema kwa ajili yetu alimtoa. Na kama
kama aliweza kumtoa mwana wake wa pekee kwa ajili yetu, kwa maana hiyo lazima hawezi kushindwa na vyote vinavyoambatana na yeye. Yaani vyote anavyobeba ndani, vyote vinaambatana na yeye kuja wapi? Ndani yetu. Si hapa mmenielewa? Mmeelewa? Very good. God bless you so much. Tunaenda mbele. Mungu awabariki sana. Sasa now you can see, kwa sababu hiyo ameingia pia na utakatifu ndani yetu. We are holy because he is holy, and the holy one dwells in us. Sawa sawa? Aliye mtakatifu anakaa wapi? Ndani yetu. Hallelujah. God bless you. Now tuendelee mbele, tunaangalia maandiko. Let's see what is not holiness. Nini ambacho sio maana ya utakatifu? What is not, ambacho ndicho kinachosemwa sana. Na nataka mimi nikiondoe hapa kwenye akili yako. Mgisha upo? Upo? Haya, twende. Hallelujah. Sasa hivi sifichi siri ya mtu yeyote. Amen. Sababu nataka leo nataka kila mtu anataka akodoe macho hapa. Afa haya mataa, unajua ameniwashia mataa na nipiga na sweat hapa. Afu ufanye hivi, hamna kusinzia hapa. Hallelujah. Nasema hallelujah. Now sikiza, twende kwenye Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 mpaka 27. Waefeso sura ya 5. Unanifuata vizuri? Na kuna kitu unapokea? Bado niko kwenye foundation, sijaje kwenye fundisho lenyewe. Now listen, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Hapa huu ni mfano wa waume wanavyotakiwa kuwapenda wake zao. Na nyinyi mnatangaza uchumba, jueni mnatakiwa kuwapenda wake zenu. Sawa sawa? Huu ni mfano tu wa kupenda waume kuwapenda wake. Sasa kwa andiko hilo utasikia mtu anasema, kanisa ni bibi harusi. Hamna bibi harusi hapa. Mimi sisemi kitu kwa kuokota au kwa kusikia. Lazima niwe nimekisoma. Ndio maana wasisitiza, jamani, someni Biblia. Mkisoma mtayaona hayo ninayosema, mbona yapo tu. Kwa hiyo kanisa halijawahi kuwa bibi harusi. Hakuna. Na mahubiri mengi, sikia bibi harusi, sisi ni bibi harusi. Wewe olewa wewe, mimi siolewi. Wewe vipi? Wewe fikiria, umesema sisi ni viungo kwenye mwili wake. Anatuoaje? Amuone hata ingi kwenye akili hata ya kawaida. Hamna andiko. Hallelujah. Bibi harusi amesema kwenye Biblia, kwenye Ufunuo, mnamjua? Anaitwa Yerusalemu mpya. Tena ameitwa bibi harusi wa mwana kondoo, mke wa mwana kondoo, Yerusalemu mpya. Tena amepambwa, ameweka kama bikira kwa mumewe. Si imesemwa? Ndivyo ilivyoandikwa. Lakini nyinyi kwa sababu msomi Biblia unasikia, kanisa sisi ni bibi harusi wa Bwana wetu. Wewe peke yako na ujinga wako, sema amina kwa ujinga huo. Ala. Twende. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Sawa sawa? Twende. Apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Kanisa lililo anajitengenezea. Kwa hiyo ni Kristo Yesu anayeweza kulitakasa kanisa na kulitengeneza likawa takatifu. Akalileta kwa maana nyingine, anajitengenezea kanisa la kufanana naye. Analeta lenye sura yake, linalobeba utukufu wake na sura yake yeye mwenyewe. Lakini mahubiri mengi tunaambiwa acha dhambi uwe mtakatifu. Ndani ya kanisa mtu akishaokoka hawi mwenye dhambi. Unaweza kufanya makosa, yes, lakini huwezi kuitwa mwenye dhambi. Never. Hawi mwenye dhambi. No matter what you do. Ila consequences zipo, matokeo, yani unavuna matokeo ya unachokifanya, lakini hauitwi mwenye dhambi. We together here? Tunaenda sawa? Sasa anajiletea kanisa takatifu lisilo makunyanzi, linalofanana naye, la aina ya yeye. Kwa hiyo utakatifu sio kwa sababu umeacha dhambi, ni kwa sababu umejifananisha na Kristo, umeingia kwenye mfanano na Kristo. Sio, umenielewa? Let's go. Wow. Now listen. Dhambi ni nini? Nataka vitu vyote vijue. Sasa dhambi ni nini? What is sin? Dhambi ni kitu gani? Tunaposema dhambi ni nini? Watu wengi hawajui concept of sin. Concept ya sin watu hawajui. They think ametukana sin, amekasirika dhambi. Nini? No, amekasirika. No.
That's not what we call sin according to the Bible. Nipe Yohana 3:16-18. Yohana 3:16-18. Yohana 3:16-18. I want you to understand what is sin. Now listen. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa mstari wa 16 ngapi 17 anasema maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Hiyo ndio kazi ilimleta Yesu duniani. Ulimwengu uokolewe katika yeye. Mstari wa 18 anasema amwaminie yeye hahukumiwi. Amwaminie Yesu hahukumiwi. That means hana dhambi. Kwa sababu umemwamini Yesu. Unapomwamini Yesu umeachana na dhambi. Anasema hivi asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa dhambi ni kutomwamini Yesu. Maana umemwasi, umemkataa. Hiyo ndio inaitwa rebellion. Was. That's the sin. Lakini walokole dhambi wanavyoitemu wanajua wao. Dhambi ni kutokumwamini Yesu. Usipomkubali kumwamini Yesu na kumpokea hata kama uko hapa leo na kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unatembea katika hukumu. Yaani wewe ni mhukumiwa unayetembea. Siku ukimwamini ukamkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umevuka kutoka hukumuni umeingia uzimani. Ndio maana Biblia inasema tunahama kutoka mautini tunaingia uzimani. Kwa maana umeikimbia hukumu kwa kuja kwenye uzima kwa kumwamini Yesu. Hapa naeleweka hapa? Hapa tunaelewana? Kwa hiyo ukishakuja kanisani hauitwi mwenye dhambi kama umeokoka. Lakini sizungumzii watu wanaokuja kuhudhuria ibada. Nazungumzia watu wanaombeba Yesu wanakuja kufanya ibada. Hapa naeleweka nafikiri? Kwa hiyo usije ukasema kumbe nikihudhuria pale kanisani mimi sio mwenye dhambi mbona? Mimi sio mwenye dhambi. No. Ni kwa sababu wewe umempokea Yesu, unamwishi Kristo. Yaani hawa wanaosemwa hapa, hawa waliomwamini ni wale ambao wanaenenda katika ukamilifu wa wito wake. So mara nyingi sana watu wanakuja kanisani, they think they are Christians, but they are not. They are not. Sasa hawa wanaosemwa hawa, wanaomwamini Yesu, wako kwenye Warumi 8 mstari wa kwanza na wa pili. Weka Warumi 8 mstari wa kwanza na wa pili. Let's go. Martha upo? Warumi 8 mstari wa kwanza na wa pili. Jamani nafundisha watu wanaonielewa hapa leo. Tunaelewana vizuri? Ndani uandike unasikiza unarekodi Hakuna mtu anaweza uwezi kuokokewa baba ukaandikiwa notes. Never. You have to grow on yourself. Usiseme mke wangu anaandika. That's your wife. Kwanza unapoandika kuna vitu unajua hata darasa unapoandika kuna vitu vinaingia. Sasa umekaa uko namna maisha haya ndio maana watu wameokoka miaka nenda hawarudi, maisha yasongi mbele wala yatikisiki. Nasema yuko kanisani. You are playing games. Mimi nina notes tangu siku ya kwanza naokoka ninazo. Siku mtu kija nyumbani nikumbushe, nitakuonyesha daftari langu la miaka zaidi ya mingapi ninalo tangu naokoka. Lazima niwe mwanafunzi. Learn to be a disciple. Hakuna superstar kwenye wokovu bwana. Hallelujah. Unajua mimi na wakati wa kucheka afu na wakati wa kufanya kazi. Now I'm working. Mimi sina mzaa na hii kazi. Na hata ikisikia mtu anadanganya watu wanajisikia vibaya sana. Sema kwa nini anadanganya watu? Wakati mwingine ni ujinga na unasababisha anasema sichokijua na yeye. Hallelujah. Sasa hawa waliosemwa wao wanaomwamini Yesu wasiotembea katika hukumu hao hapa. Anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo. Juu yao walio katika Kristo hakuna hukumu ya adhabu kwa sababu hawana dhambi, sio wenye dhambi. Anasema kwa sababu sheria ya roho ni wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sasa ya Kiingereza imesema vizuri. Hebu rudisha mstari wa kwanza pale. Rudisha mstari wa kwanza. Hii inasema hivi kwenye ya Kiingereza yote hapo. Nipe New King James Version or New International Version. Anasema there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Who are in walio katika Kristo ndani ya Yesu.
Sawa sawa. Kumbuka neno in Christ Jesus. Who do not walk according to the flesh. Hawaneni katika mwili, but according to the spirit. But according to the spirit. Wanaoenenda si kwa jinsi ya mwili, bali kwa jinsi ya roho. Kwa maana nyingine, lazima utawala wa Roho Mtakatifu uwe ndani yako, ndio umeitwa Mkristo. Si mnanielewa? No, tunazungumzia revival. Tunazungumzia uamsho. Tusiwe church goers, sio watu wa kwenda kanisani. Sikiliza, it's better tubaki wanne, lakini wa maana kweli kweli tunatikisa dunia. Mimi lengo langu ni kufanya nyie watu mliokubali kwenda na mimi muwe kitu cha tofauti hapa Mwanza. Na sio Mwanza tu. Kila mahala isikike kwamba kuna moto umewaka mahala. Nimeshawaambia several times kwamba mimi sitaki ujinga wa kwenda kusherehekea nini kilifanyika na Roho Mtakatifu sijui Igale, Mbeya, si kilifanyika Azusa, Marekani. No, why not here? Mimi nataka tusherehekee kinachotokea sasa kwenye maisha yetu sisi sasa. And we have to be very serious. Unajua siku hizi kuna ustaarabu kwenye Ukristo. Sema unajua sasa hivi Ukristo kuna ule modernity.